nimebeba kesho kwa bega, moyo umechoka sana. Barabara imejaa mawe na macho yangu yanatoka machozi. Uliposema subiri kidogo, nilishika lile neno. Ingawa usiku ni mrefu, sijawahi kuacha njia. Bado nipo hapa, bado nasikia kitu ndani yangu kikiniambia imani, imani, nishike tena. Imani, imani, usiniache leo. Imani, imani, nitavuka hii mto. Imani, imani, niseme bado. Tunu, ulipatwa na nini? Yaani toka jana ulivyotoka, leo ndo unarudi. Kwa nini umebadilika? Sunai na rafiki yangu, sijafanya makusudi kutokukupa taarifa. Nilikuwa tu nina shida kidogo, ila samahani. Mbona nakuona kama hauko sawa? Kuna shida? Haijawa shida, ila nahisi itakuwa shida kama lengo la yule aliyemsaidia awe na mahusiano naye. Aise, sitakubali. Yaani kwa mara ya kwanza napenda, alafu nimkose. Niko tayari kufanya chochote ili nimpate. Wewe unazungumzia nini? Sijakuelewa bado. Usitaka kuniambia kuwa kile ulichoniambia ni kweli umependa? Sio kupenda tu, niko tayari hata kutoa maisha yangu ili nimpate. Basi sawa rafiki yangu, kwa kuwa ninakujua vizuri, niko tayari kufanya lolote kuhakikisha huyo mtu tunampata. Sawa. Basi sawa, mimi niko ndani. Sawa. Unajua mpaka sasa sijajua kwa nini ukituma tu tukampiga yule kipofu. Maana si tulifanya tu kwa sababu tukutaka utuone tuko tofauti na wewe. Ndio maana tukaenda kumkongoli. Hivi bro, kwani mshikaji alikufanya nini? Alafu kibaya zaidi jamaa anaonekana kipofu yule. Mshikaji, mimi kwanza niwashukuru sana kwa nilichokifanya. Na huo ndio ushikaji. Si unanielewa vizuri. Yule kipofu amenikosea sana wanangu. Na kama hakusikia kwa kipigo mlichompa, kitachomkuta safari hii, mimi nadhani atajuta. Bro, yani huwezi kuamini. Tulimpiga kana kwamba tumemfumania. Alafu alikuwa na karanga tukapita nazo. Karanga. Kaa kimya Mabenga. Wewe ni mtu gani usiyejua thamani ya mtu? Umekosa hata huruma hata kidogo kwa mtu kama yule? Umepata faida gani? Mtu kama yule unaweza kumfanyia vile? Mimi si utanichoma kama mishikaki? Sinakuuliza wewe Mabenga. Wewe ni mtu katili sana. Hauwezi kuwa na mimi katika maisha yako. Na siku nyingine ukiona hii sura, uone kama umemwona malaika mtu wa roho. Tunu. Tunu. Achana naye. Ameshakwambia muone kama malaika mtu wa roho. Unataka kutoa roho? Kaa chini.
Mtesi, siku hizi una shida gani hadi nikuite zaidi ya mara moja? Ndio unanisikia? Mawazo yako yote yapo kwa huyo mvulana. Dada, kupenda mtu si vibaya. Kupenda si vibaya, lakini mapenzi yakija mapema sana yanaweza kuvuruga maisha yako. We bado una ndoto nyingi mbele yako, masomo yako. Usiweke pembeni maisha yako kwa sababu ya mapenzi. Lakini nampenda. Ipo siku atajua thamani yangu, na mapenzi yetu yatakuwa na historia. Wengi anza kwa kusema hivyo, lakini baadaye huacha maumivu makubwa sana moyoni. Sitaki kuona unaumia. Sikujua kama una wasiwasi hivyo juu yangu. Mtesi, wewe ni mdogo wangu. Kazi yangu kukulinda na kukuonya. Fikiria maisha yako kwanza. Mapenzi yanaweza kusubiri. Mimi nataka uwe salama na mwenye maisha mazuri. Sawa mdogo wangu? Zingatia sana haya. Siwezi dada. Nampenda sana Mabenga. Yeye ni maisha yangu. Hata kama na umri mdogo, hisia haziangalii umri. Utanisamehe kwa hili. Kunywa kinywaji chako. Asante. Tunu, kwa nini umenileta huku? Nimekuleta huku kwa sababu kuna jambo nataka tuongee. Kado, naomba usinifikirie vibaya kwa hichi nitakachoenda kukuuliza. Kiufupi, nataka kujua historia ya maisha yako ili tujue tunasaidianaje. Tunu, mbona bado mapema sana? Usinifikirie vibaya. Nahitaji tu kujua historia yako kwa ufupi. Bado nipo hapa, bado nasikia kitu ndani yangu kikiniambia. Aha,
Sawa, ila naomba nikueleze kwa kifupi sana. Mimi naitwa Kado, hilo ndio jina langu, lakini niko na mama yangu. Yeye ni mbovu wa miguu na matatizo yake yalianza baada ya matatizo yangu mimi, kwa sababu hapo nyuma nilikuwa naona kama wanavyoona binadamu wengine. Nilikuja kupata matatizo nikiwa masomoni, ambayo niliteseka nayo kwa muda mrefu sana, lakini macho yangu yalipoteza nuru ya kuweza kuona, na ndiyo hali ambayo ilituchukua muda mrefu sana kuizoea, mimi pamoja na mama yangu. Bado nipo hapa, bado nasikia kitu ndani yangu kikiniambia. Pole. Asante mwanangu. Vipi? Hapa unaishi mwenyewe? Hapana. Naishi na kijana wangu, lakini yeye ni mbovu wa macho, haoni. Kumbe wewe ni mama yake. Asante Mungu, kumbe nimepatia nyumba. Sasa hii ni nafasi yangu, lazima niitumie vizuri. Karibu. Toka. Asante sana mwanangu, ni wasichana wachache sana wenye moyo kama wako. Usijali mama. Vipi, huwezi kutembea? Ndio mwanangu, miguu inanisumbua sana, yaani kutembea kwangu ni kwa shida sana, natembea najivutavuta. Na umeshajaribu kwenda hospitali? Sijawahi kwenda hospitali, maisha yangu yenyewe kama haya, kula kwangu tu kwa shida. Mwanangu mwenyewe kama huyo haoni, naye ndo ninayemtegemea. Hiyo hospitali nitaiweza kweli mwanangu? Na watu wengi wanajua mtu anapopatwa na ulemavu wa macho basi anakuwa ombaomba, lakini kwangu siamini hivyo. Hivyo huwa napambana ili nimsaidie mama yangu. Tulipitia mateso mengi kwa sababu mimi ndio niliyokuwa baba na mimi ndio niliyokuwa mama. Na hapa unaponiona simjui baba, kwa hiyo mimi ndio napambana, nahangaika ili niweze kumsaidia mama yangu. Basi Kado, inatosha. Pole sana kwa wewe yaliyokukuta, ila Mungu ana makusudi yake kutukutanisha. Kikubwa tunapaswa kuwa na imani. Asante Tunu, kwa kuwa tumeshafahamiana, utayajua mengi zaidi. Endelea kunywa kinywaji chako. Sawa. Vipi kwani? Kuna shida yoyote? Hapana. Usijali, tutaenda hospitali. Kweli? Utanipeleka hospitali?
Ndio. Mungu wangu, asante sana. Sijali. Nashukuru sana mwanangu. Mama. 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 Kado, kuna nini? Nimefika hapa naita, lakini sisikii sauti yoyote kutoka kwa mama. Usijali, kwa kuwa mimi niko hapa, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Na wasiwasi sana kwa sababu mama mwenyewe ni mbovu. Pole, tulia kwanza. Nadhani mama atakuwa yuko sehemu salama. Kado. Nimebeba kesho kwa bega, moyo umechoka sana. Barabara imejaa mawe na macho yangu yanatoka machozi. Uliposema subiri kidogo, nilishika lile neno. Ingawa usiku ni mrefu, sijawahi kuacha njia. Bado nipo hapa, bado nasikia kitu ndani yangu kikiniambia